Huu ni mpasho wa EVC na Boaz Korir. Ujambo na karibu mtazamaji kwenye taarifa ya habari ndani ya runinga ya EVC, ambapo tunasema ukweli unapata sauti na matukio yanapata mwanga. Mimi ni Boaz Korir. Kwanza tuanze na muhtasari wake. Uapisho wa viongozi wa wanafunzi umefanyika hii leo kwenye chuo cha Kabi cha Elgon VU. Wabunge wa UDA wadokeza Raila Odinga kupewa nafasi kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Na kwingineko, ongezeko la visa vya saratani limekuwa kero miongoni mwa vijana. Tunafungua ukurasa wa habari hii leo. Imekuwa siku kubwa kwa chuo cha kadri cha Elgon VU, kwani viongozi wanafunzi wamekula kiapo kwenye hafla uliofanyika kwenye ukumbi wa chuo cha Elgon VU. Mwanahabari wetu Ann Wanjiku anatuelezea zaidi. I, Taban Emmanuel Lam, do solemnly swear that uapishaji wa rais, naibu wa rais na mawaziri katika sekta mbalimbali kutoka chuo cha Elgon VU College umefanyika hivi leo, na hii ni baada ya uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita siku ya Ijumaa hapa chuoni. Wateule, wanafunzi, walimu akiwemo msimamizi wa wanafunzi walijumuika pamoja katika orofa ya 6 ili kufanya uapishaji huu rasmi. A student leader is just like contesting for a constituency seat, isn't it? They are subjects, they are constituents whom you must talk to and convince, ndio? Huku rais mteule ambaye ni Emmanuel Taban akiwahakikishia wanafunzi kutekeleza matakwa yao ipasavyo. Aidha, aliwarai wanafunzi kuwa na ushirikiano mwema ili kurahisishia viongozi kazi yao. I would love to pledge that me and my team will work tirelessly to see that this college is a place all of us want to be in. As it was said by Nelson Mandela, education is the greatest weapon that we can use to change the world. We can change the world starting from where we are right now. We start by changing the college. Mwalimu mkuu kwa upande mwingine alitoa madai kwamba mwaka huu kuna mabadiliko kwenye uongozi, akisema kwamba viongozi wa hapo awali wamekuwa wakitoka kwenye somo la wanahabari, kinyume na mwaka huu ambapo wametoka katika somo tofauti. There are students from the technical skills department and we have students from social work. Give social work a clap, by the way. Give social work a clap. They will be able to give us. We have the skills department, 2 from the skills department, 3 from the skills department. And then we have journalism, and then we have. Hili kulingana na mwalimu mkuu ni jambo la kutia moyo sana, manake inadhihirisha jinsi wanafunzi wako tayari kufanya kazi tofauti. Contesting to be a student leader is just like contesting for a constituency seat. Nikiripotea mpasho wa EVC kutoka chuo cha Elgon VU hapa mjini Eldoret, jina langu ni Wanjiku Ndungu. Kongole kwa wale waliopata nafasi kuhudumu kama viongozi wanafunzi. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba wabunge wa UDA wadokeza Raila atapewa cheo na serikali ya Kenya Kwanza baada ya kukosa wenyekiti wa AU. Hata hivyo, wameendelea kusema kwamba kuna uwezekano Rais William Ruto atamteua katika serikali yake ya Kenya Kwanza. Mwanahabari wetu Sharon Oching anatukamilishia taarifa hiyo. And people are tired of politics. People are tired of nonsensical dramas. Bunge la UDA ladokeza Raila atapewa cheo na serikali ya Ruto baada ya kupoteza AU. Hata hivyo, endelea kusema kwamba kuna uwezekano kuwa Rais William Ruto atamteua Raila katika serikali yake ya Kenya Kwanza. Uvumi huo waja siku chache baada ya Raila kupoteza kinyang'anyiro cha uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Hata hivyo, bunge la UDA lazidi kusema kuwa mabadiliko ya kisiasa yanaweza kushuhudiwa hivi karibuni nchini kufuatia kuanguka kwa Raila Odinga kwenye kivumbi cha uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Bunge la UDA linadokeza kuwa Raila atapewa cheo na serikali ya Ruto baada ya kupoteza
Tukisonga mbele ni kwamba ongezeko la saratani limekuwa kitendawili kikubwa miongoni mwa vijana, hivyo kutia wasiwasi asilimia kubwa ya vijana. Mwanahabari wetu Elizabeth Namaemba na kina cha taarifa hiyo. Ongezeko la saratani limekuwa kitendawili kikubwa miongoni mwa vijana, hivyo kutia wasiwasi asilimia kubwa ikiwa vijana. Na kuendelea na kweli ukichunguza saratani nyingi tunazoziona hapa, nyingi ni miaka 40 na kuendelea au 50. Yaani kila umri unavyozidi kuwa mkubwa 60, 70 mtu akiumwa inatakiwa unaanza kufikiria maybe cancer. Saratani imekuwa miongoni mwa majanga ya kutisha duniani, ikiwemo saratani ya matiti, utumbo mpana na saratani nyinginezo kwa watu wenye umri wa miaka 20 hadi 40. Miongoni mwa nchi ambazo kwa muda viwango vya saratani vimekuwa vikiongezeka ni Uingereza, Marekani, Ufaransa, Canada na nyinginezo, huku watu wakijiuliza nini kinaendelea. Utafiti kutoka shirika la saratani la Marekani ACS na shirika la kimataifa la saratani chini ya shirika ya afya duniani WHO unaonyesha kuwa ongezeko linaonekana tu kwa watu wazima wenye umri mdogo, huku viwango vya watu wazima vikisalia kuwa dhabiti. Za saratani chemotherapy wanaita zile anatiwa kwenye drip. Pia kitengo kimeanzishwa, nimekwambia kipo hapo chini, jengo la watoto la zamani. Matibabu ambayo tunatoa rufaa sasa hivi ni matibabu ya mionzi tu. Watazamaji wa KTV TZ, bila shaka kwa kuwapa wagonjwa matumaini, mkutano wa kila mwaka wa Jumuiya ya Marekani umeleta habari njema kuhusu matibabu mbalimbali ya saratani. Kwa kuwapa wagonjwa matumaini, mkutano wa kila mwaka wa wilaya ya Marekani umewapa wagonjwa matumaini kuhusu matibabu ya kila mwaka. Nikiripotia kutoka kaunti ya Wasilisho, mpasha wa ABC kwa majina ni Namaemba. Taarifa hiyo ya Elizabeth Namaemba niruhusu nichukue kopo la maji kabla sijarejea na mengi zaidi. Ganda nasi. Naam, karibu tena, tuendelee na taarifa zetu. Kizaazaa kilishuhudiwa hii leo jijini Eldoret baada ya maafisa wa kaunti kutaka kuwatimua kina mama wauza magunia wakidai hawana leseni. Mwanahabari wetu Chepkoech Ngeno anakamilisha taarifa hiyo.
Wanabiashara wa kunia katika kaunti ya Uasin Gishu Eldoret eneo ya Fames wameandamana kutaka haki yao ya wanabiashara baada ya maafisa wa kaunti kuwataka kuwatorosha. Maafisa wa kaunti wanadai kwamba wanabiashara hao hawana leseni kutoka kaunti ya Ukafana. Hata hivyo, wanabiashara hao wamesema ya kwamba hii biashara ya kuuza kunia wamefanya tangu miaka 1995, miaka 30 zaidi kuanzia sasa, na hii kazi imekuwa ikiwasaidia kupata riziki yao ya kila siku na kuwasomesha watoto wao ili kujikimu hali ya maisha katika uchumi na maisha yao kwa ujumla. Kwingineko ni kwamba hali imewalazimisha maafisa wa kaunti kurudi ili kuangazia hali yao kutokana na tukio hilo. Hata hivyo, wanabiashara wa hapa kaunti ya Uasin Gishu wanataka haki kutoka kwa serikali, wakidai ya kwamba wamefanya hii kazi ya kuuza kunia kwa miaka 30 na wamekuwa wakipata riziki kutoka kwa riziki ya watoto wao kutoka hii biashara. Nikiripotia Mbasho wa EBC TV, mimi ni Chepkoech Ngeno. Na tukiachana na hayo ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kujitolea kuchangia miradi tofauti ya kanisa hata baada ya kizaazaa kilichoshuhudiwa Nairobi baada ya kuchangia mchango wa milioni 20 kwa kanisa la Jesus Winners Ministry jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Isabu Derek anakamilisha taarifa hiyo. Pamoja na wewe. Rais William Ruto ameendelea kujitolea kuchangia miradi ya makanisa nchini Kenya. Holela. Na ndio tuko na mipango karibu mara 4 kama serikali ya kusaidia Siku chache zilizopita, Rais alitoa shilingi milioni 20 ili kusaidia ujenzi wa kanisa la Jesus Winners Ministry lililoko Roysambu, kaunti ya Nairobi. Hata hivyo, michango yake imeibua hisia mseto miongoni mwa viongozi wa kidini na wananchi. Licha ya ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wananchi na viongozi wa kidini, Rais Ruto amesisitiza kuwa hatakosa kutoa michango kwa kanisa, akisema ni sehemu na imani yake kujitolea kwa Mungu. Lakini hii ya Jesus Winners hii William Ruto amesisitiza na kusema kuwa hatakosa kutoa mchango wake kwa kanisa. Hata hivyo, Rais amesema kuwa mchango huo ni baadhi ya imani yake kwa Mungu. Nikiripotia Mpasho wa EBC kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Derek Isabu. Kufikia hapo mtazamaji, nimetamatisha habari zetu jioni ya leo. Shukran kwa kufuatilia habari zetu. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Umekuwa nami Boaz Korir na kutakia usiku mwema.